Welcome. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa yote ambayo umetendea. Asante kwa siku hii uliyoiumba ya Mungu mtakatifu. Tazama neno lako linasema siku hii ndio uliyoifanya Bwana, tumeifurahia na kuishangilia. Nasi tunakushukuru kwa kuwa umekutanisha tena pamoja wakati huu, kwa maana neno lako linasema walipo wawili au watatu, wewe Mungu upo katikati yetu. Na sasa Bwana, tunamwalika Roho wako Mtakatifu akapate kuongea na akili zetu, akapate kusema na mioyo yetu. Neno lako linasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe upya nia zenu zimwelekee Kristo. Nasi leo hii Bwana, tumekuja mbele zako, tunaomba akili zetu zikapate kugeuzwa upya, tukapate kutazama mambo kwa namna nyingine. Neno lako linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sisi tumekataa kuangamia Bwana, na ndio maana tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako. Neno lako pia linasema kwamba wewe Mungu ulituma neno lako nalo uwaponya, nalo uwaondoa katika maangamizo yao. Zaidi sana neno lako linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Baba, tumekuja kukujua wewe. Tunaomba ukapate kufungua akili zetu, fungua fahamu zetu Bwana, tukapate kuyaelewa na maandiko. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Wow. Karibuni sana, karibuni sana. So the title ni The Bible Woman, mwanamke wa Biblia. Kwa hiyo kwa kipindi hichi ambacho tutakuwa tunajifunza, I don't know tutatumia muda gani. I think tutachukua muda kidogo, if not 1 month au 2 month au infinity, mpaka hapo Roho Bwana atakaposema now stop. So tutakuwa tunajifunza kuhusiana na Biblia, tutajifunza vizuri kuhusiana na Mungu, na Mungu amesema nini juu ya wadada, au Mungu amesema nini juu ya wanawake, hasa wanawake mabinti ambao bado hamjaingia kwenye roles zozote zile. Bado wewe sio mfanyakazi, bado hujawa mzazi. Of course watajoin na wengine ambao ni wazazi tayari. So mafundisho ambayo nitakuwa na leverage kwamba yaweze kucover kwa wote, wale ambao bado hawajaolewa na wanategemea kuingia kwenye ndoa, au wale ambao hata kama hutaki kuingia kwenye ndoa, there is no problem, there is no problem. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 utakuta Paulo pale anasema hivi, kama mtu hajaoa basi na abaki hivyo hivyo, lakini kwa sababu ya tamaa ni bora mtu na aoe au aolewe. So tutajifunza vitu vingi sana kuhusiana na Biblia. So leo somo letu la The Bible Woman tunaanza kwa kuangalia wanawake tofauti tofauti walioko kwenye Biblia, jinsi Mungu alivyowatumia na ni mafundisho gani ambayo tunayapata kutokana na wao Mungu alivyowatumia, na sisi tunaweza tukaderive yale mafundisho ili tuweze kujua hata Mungu anaweza akatutumia sisi kwa namna gani. Kwa nini? Kwa sababu kama Mungu amewatumia wale, kumbuka Biblia imeandikwa kwa jinsi ya mfano ili sisi tuweze kujifunza. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 15, naomba ni share na nyie. I'm going to share my screen right now. Warumi sura ya 15 mstari wa 4 anasema hivi, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hiyo kama Mungu aliongelea huku kwenye neno lake kwamba ametuonyesha kwamba kuna wanawake fulani ambao amewatumia, wanawake kadha wa kadha aliowatumia, hao wameandikwa kwa jinsi ya mfano ili sisi wa sasa hivi sasa tuweze kujifunza kwamba wakati changamoto inapotokea, je, what should I do? Je, mwanamke kama mimi alivyoingia kwenye changamoto alifanya nini? Je, alianza kulia? That means no. Kama Biblia imesema akulia, na wewe utaki kulia, unatakiwa kufanya alichokifanya. So tutakuwa tunaangalia mwanamke mmoja baada ya mwingine, tutaenda taratibu kweli kweli, taratibu mpaka uelewe vizuri mtumishi. Na nitakuwa naruhusu pia maswali, kwa hiyo unaweza ukawa unaandaa pia maswali magumu yanayokutatiza, unaweza ukawa unayaandaa, unakuja hapa, then tutakuwa tunayajibu, na tutakuwa tunafanya discussion. Sio mimi mwenyewe tutakuwa natoa majibu, na wengine mtakuwa nasikiliza pia idea zenu kwamba wewe unaonaje, na hii itakuwa inatupa hamasa ya kwenda kujifunza zaidi na zaidi. Kila mmoja lazima tuwe na assignment kwamba leo tunaenda kujifunza kitu fulani, so by tomorrow tukirudi wewe umeelewa nini, wewe umeelewa nini, una share. Niliwaambia pia tutafundishana hapa tuweze kuwa na confidence ya kuongea mbele ya watu. Kumbuka Mungu anataka wanawake, sio kwamba mwanamke eti ameumbwa kwa ajili ya kukaa tu nyumbani. No. Mfano mzuri kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 4 kuna mwanamke anaitwa Dorcas. Yule mwanamke alikuwa ni kiongozi wa nchi, a public figure.
alikuwa ni kiongozi, ni mwamuzi kwa kitabu cha Waamuzi sura ya 4 utaona ni kiongozi, lakini pia alikuwa ni mke wa Lapidoth. Kwa hiyo alikuwa ni mama wa nyumbani ndio, lakini still alikuwa ana play a key role kwenye society, na hakuwa tu kiongozi, alikuwa jemedari. Umeona, alikuwa ni jemedari, kamanda. So ujemedari au ile spirit of courageous iliyokuwa ndani ya Debora ndio inayotakiwa iwe ndani ya wanawake sasa hivi. Kila mwanamke lazima ajifunze kuwa warrior, na warrior huwa alilii, warrior huwa ana fight, warrior huwa anapigania vitu vyake na kupigania. Mfano ukiangalia kwa kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 22, tazama Bwana afanya jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. So mwanamke atamlinda vipi mwanaume? Kumlinda sio kushika simu yake kuikagua, no, atamlinda kwa maombi. Ndio maana kwa kitabu cha Yeremia sura ya 9 tupate wapi wanawake wanaojua kuomba, kwa maana mauti imeingia madirishani. So Mungu anatafuta wanawake wanaojua kuomba. So kuanzia sasa hivi lazima ujifunze namna gani ya kuomba, na sio kuomba tu, kuomba maombi yenye matokeo. Maana unaweza ukaomba amis, ukaomba vibaya. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4, sasa kwa nini kwanza ule mstari wa kwanza, sasa vita zinatoka wapi? Sio kwa sababu ya tamaa zenu. Mstari pia anaendelea anasema kwamba na ni kwa nini watu hawapati vitu? Kwa sababu hawaombi. Afaendelea hata wakiomba kwa nini hawapati? Anasema kwa sababu wanaomba vibaya. Yakobo sura ya 4. Kwa hiyo sometimes tunaomba lakini tunaomba vibaya. So namna gani ya kuomba? Hivyo ni vitu ambavyo tutaendelea kujifunza prayer, tutajifunza vitu vingi sana, na tunataka tujue kwamba ulimwengu huu wa kawaida unaendeshwa na spiritual laws. Huu ulimwengu wa kawaida unaendeshwa na mambo ya kiroho, na ndio maana utaona watu wana focus sana. Unakuta mtu ni tajiri kweli, lakini haachi kwenda kwa mganga. Why? Kwa sababu anajua, umeona, yani ulimwengu wa physical unaongozwa na spiritual laws. Biblia inasema kwa imani, kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 11 mstari wa 2 inasema kwa imani ulimwengu mzima au dunia nzima iliumbwa kwa neno la Mungu. Sasa na vitu vinavyoonekana viliumbwa kutokana na vitu visivyoonekana. That means lazima tujifunze kukaa na Mungu vizuri ili mambo yetu yaweze kwenda sawa sawa. Watumishi mpo? Naongea mwenyewe. Mpo Ndio. Yes. Yeah. Kwa hiyo lazima tujifunze sisi kama wadada ambao tuko chuoni, tuangalie, je, wadada wa rika letu walifanya nini? Je, sisi tunatakiwa tuweje kwenye society au jamii inavyotuportray, nini ambacho tunatakiwa tukifanye? Kwa hivyo ni vitu ambavyo tutajifunza. So hii ilikuwa tu ni introduction, lakini pia nakaribisha kama kuna yeyote mwenye swali mpaka hapo. Yeyote mwenye swali? Hamna? Hapana. Hapana. Okay. Sasa kama una take note, now you can start, kwa sababu sasa ndo naanza kufundisha sasa. Hiyo tu ilikuwa ni introduction, sasa naanza kufundisha. Tutaangalia kama nilivyokuambia, na umeona kwenye group letu hapo inaitwa The Bible Woman, mwanamke wa Biblia. Mwanamke wa Biblia anafanyanaje au what are the characteristics? Kwa hiyo tutaangalia figa tofauti ambazo ni za wanawake walioko kwenye Biblia, na tuangalie, je, nini ambacho walikifanya ambacho na sisi pia tunatakiwa tuwaige. Maana sisi Biblia sasa hivi, mimi Mungu naliangalia neno langu nipate kulitimiza. That means unatakiwa ukipitia changamoto yote uangalie, je, Mungu amesema nini kuhusiana na hii situation? Kumbe Mungu anawaza hivi. Let's say mfano rahisi kabisa ni swala la kisasi. Watu wanapenda kurudisha visasi, lakini je, Mungu amesema nini kuhusiana na kisasi? Biblia sasa hivi, kisasi ni cha Bwana. Mimi Mungu nitalipiza kisasi, asema Bwana wa majeshi. Umeona? So unatakiwa ujue kabisa kwamba mtu na anasema hivi, waombeeni wanaowaudhi, waombeeni maadui zenu. So mimi mtu akiwa adui yangu sitaki kwanza kusema mimi nimemsamehe lakini sitaki mazoea. Unatakiwa unamuombea, usiweke kinyongo. So tutakuwa tunaangalia neno la Mungu limesema nini kuhusiana na situation ambazo tupo kwenye masomo, tutaangalia kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye malezi, jinsi ambavyo unatakiwa umlee mtoto. Tutafundisha taratibu. Utakuja kuwa na mtoto. Usianze kusema sasa mimi mambo ya miaka 5 ijayo au miaka 10. Unajifunza sasa hivi. Unajua unatakiwa ujue kabisa kwamba
wanajeshi hawafanyagi mazoezi wakiona vita, wanafanyaga mazoezi before, kabla ya vita. Wachezaji hawafanyagi mazoezi wakiwa uwanjani, wanafanyaga mazoezi before hawajaingia uwanjani. Na nikwambie tu, unaweza ukaingia uwanjani bahati mbaya, lakini huwezi kushinda kwa bahati mbaya. Siku zote anayeshinda ni yule anayefanya mazoezi. So usije ukasema hivi vitu sasa hivi mimi havinihusu. Mimi sasa hivi nakomaa tu na vitu vitatu. Nakomaa na kula, kusoma na kusali. Alafu kusali yenyewe usali. Yaani unasema tu na kusali, lakini ukishafika kitandani umeshalala. Kwa hiyo mtumishi, uache janja janja. Labda kitu inaitwa kukomaa na kula, ukuzaliwa hapa duniani kuja kula. Wataka ujue kwamba kusudi, Mungu amekuleta hapa duniani kwa sababu una kusudi. Sasa kuna wengine yani ukiongea naye tu anakuambia mimi mambo sitaki. Mimi nachojua ni kitu kimoja. Mimi hapa sasa hivi na semester hii ya mwisho, yani semester hii sitaki mambo mengi. Sitaki mambo mengi kabisa. Nakula, nasoma, nasali. Anaika na hiyo nasali muone mtu wa kiroho, uone basi ni mtu wa Mungu kiivo. Kumbe wapi hamna kitu. So tutaangalia usicheke mtumishi, tutaangalia kwenye Biblia kwamba Mungu, wanawake waliotajwa kwenye Biblia, je, wameportray kitu gani ambacho sisi kama wadada au sisi kama wanawake tunaweza tukakiiga. So tutaanza na mwanamke wa kwanza ambaye anaitwa Ruth. Ukisoma kitabu cha Ruth, so not down, kitabu cha Ruth, uende ukakipitie mtumishi, utaona mwanamke alikuwa anaitwa Ruth. Huyu mwanamke aliportray kitu kinaitwa loyalty and trustworthiness. Loyalty. Na loyalty is the ability to be dependable. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anaweza akategemewa. Kumbuka, Ruth aliolewa na familia ya Kiyahudi, ambayo hiyo familia mama mkwe wake alikuwa anaitwa Naomi, na mama mkwe wake alifiwa na mumewe, na Ruth na watoto wake wawili pia wakafa. Kwa hiyo wale wakwe zake au Ruth pamoja na ule mtu mwingine, ukienda kusoma kitabu cha Ruth utajionea mwenyewe, utaona kwamba baada ya watoto wake wa kiume kufa, yule mama mkwe ambaye alikuwa anaitwa Naomi akawaambia, naweza mkaenda tu kwa sababu mimi sina chochote cha kuwapa. Lakini Ruth alikataa, aligoma kuondoka, aligoma, akamwambia mimi nitafuatana nawe popote pale unapoenda. Why? Loyalty, being loyal. Mwanamke yeyote yule lazima ujifunze kuwa loyal. Sasa kuna mtu mwingine hapo anasema sasa mimi nikiwa loyal wataniona mimi mnyonge. Sio unyonge mtumishi, sio unyonge. Loyalty sio unyonge. Ni kama tu Biblia inasema enyi wake watiini waume zenu. Kutii sio unyonge. Tutaendelea kujifunza huko mbeleni. I will teach you very well kuhusiana na hilo swala la utii. How do you become a submissive wife? How do you submit yourself to your husband? I'll teach you very well. So mwanamke wa kwanza ni huyo ambaye ni Ruth. Ruth alishikamana, na utaona kwa kitabu cha Mathayo sura ya kwanza wakati wanataja ukoo wa Yesu, utamkuta yupo pale. Utamkuta. Why? Kwa sababu ya loyalty aliyokuwa nayo. Lakini mwanamke mwingine ambaye tunajifunza ni Deborah. Deborah yeye alikuwa ni warrior. Sasa warrior ndani yako inatakiwa awe ushujaa, ndani yako inatakiwa uamke ule ushujaa. Hivi unamwonaga mtetea ukichukua kifaranga chake anapokuja, yani wewe ni mwanadamu, yule ni kuku, lakini the way ana portray ule ushujaa kiasi kwamba anakutisha mpaka wewe unaogopa. Unajua kabisa huyu ni kuku, hawezi niua, lakini unaogopa. Kuna wengine hapa wanaogopa hadi kushika kuku, hawazungutu kabisa. Just imagine. Umeona? So Deborah alikuwa ni warrior, alikuwa ni shujaa. Na unatakiwa ujue kwa sababu ya kwamba because you should know how to fight the destiny of your children. Lazima ujifunze namna gani ya kupigania destiny ya watoto wako. Lazima ujifunze namna gani ya kupigania destiny ya mume wako. Usije ukaolewa ukakaa mzigo au ukakaa guruzozo. No. Lazima mwanaume akikuoa ajue kabisa kwamba hapa nimeoa an asset, sio liability. Huyu atasababisha nifikie malengo yangu. Sio unaenda unaharibu mipango yake yote. No. Unatakiwa the moment umeingia kwenye maisha ya mtu, mwanamke ni kama udongo. Mbegu yote unayoiweka inaota na inapanda. So unatakiwa ujicultivate, ujikuze, ukue kiasi kwamba ukiingia kwenye maisha ya mtu yoyote, yule mtu aanze kuona mabadiliko. Yaani wewe uwe sababu ya mabadiliko popote pale ambapo unaingia. Lakini ninapokuambia kwamba lazima ujifunze namna ya kupambania destiny ya watoto wako, kwa sababu Biblia sasa hivi mtoto mwenye hekima ni furaha ya nani? Ya babaye.
lakini mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Wa mamaye. Kwa mtoto akiwa mjinga ni changamoto ya mama, lakini ni kwa nini? Kwa nini hawasemi ni ya baba? Why? Kwa sababu mama anatakiwa awe na sheria. Ukisoma kwa kitabu cha Mithali sura ya kwanza, I think ni mstari wa let us see here. Mithali. Watumishi mpo au mmelala? Are you still here? Yes. Okay. Kitabu cha Mithali sura ya kwanza mstari wa 8 anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Kwa hiyo mwenye sheria ni mama. Mama ndo ana sheria kwamba ikifika saa 12 huo umeshafika hapa. Nje ya hapo stiki. Lazima ujifunze hata mtoto wako baadaye huo unamjoosha, huo unamtia stiki. Kuna vitu sio vya kuanza kumfanyia counseling. Biblia sasa hivi ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adabu itaufukuzia mbali. Kwa hiyo lazima ujifunze kabisa vitu kama hivyo, ujue kabisa mtoto swala la kudekeza dekeza hili achana nalo kabisa. Hapa ni Afrika, lazima ublee. Yaani kiasi kwamba ukimwangalia tu hivi jicho moja tu ajue nini unamaanisha. Wote tunajua mama zetu walivyokuwa. Alikuwa kutazama tu hivi. Unajua tu hapa kishaduka. Lakini sasa hivi hata kitoto kiko kwenye gari kinalia simu ya mama, kinalia kabisa eti amenyimwa simu analia. Unajua huyu mtoto apigwaje? Unajua kabisa huyu hajaiguswa kabisa. Ndio mama maadili yamekuwa hovyo. Kwa hiyo lazima ujifunze mapema kabisa kabla hata hujaja kuingia kwenye hayo maswala. Lazima uwe na maarifa hayo. So tumeongelea wanawake wawili mpaka sasa. Tumeongelea Ruth ambaye amewakilisha loyalty, lakini tunamwongelea Deborah ambaye amewakilisha ushujaa. Alikuwa ni mwanamke shujaa. Na ukisoma pia kwa kitabu cha Mithali sura ya 31 mstari wa 25 tutakuja kujifunza hii mwanamke wa Mithali ni mwanamke wa aina gani. Mithali sura ya 31 kuanzia mstari wa 10 inaelezea mwanamke wa Mithali. Naona sauti yangu ni kwa sababu ya mafua. I hope mnanisikia vizuri, si ndio? Watumishi mnanisikia? Ndio. Wow. Okay. Mwanamke wa Mithali tutajifunza siku za usoni tunapoendelea. Lakini ukisoma mstari wa 25 anasema nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake, anaucheka wakati ujao. Yaani akifikiria kuhusu future anafurahi tu. Why? The future is so bright. Lakini kwa mwanamke wa Mithali, je, wewe ni mwanamke wa Mithali? Je, ukipiga mahesabu kumaliza chuo unaona future yako ni nzuri au unaanza kufikiria hapa niolewe tu? Nawazingua tu watumishi, nawazingua. Lakini the theme ni ile ile kwamba mwanamke lazima uwe shujaa. Ujue namna ya kupambania destiny ya kwako wewe mwenyewe, destiny ya watoto wako, destiny ya mume wako. Lazima ujifunze kupambania. Lakini pia haimaanishi kwamba ukishakuwa mwanamke hauruhusiwi kuwa kupata public role. Ni vizuri kuwa nayo, uwe public figure. Ni vizuri sana. Deborah alikuwa ni kiongozi wa taifa na alikuwa ni mke wa Lapidoth kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Kwa hapo tuna assignment mbili, kwa kusoma kitabu cha Rutu lakini pia kusoma kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Lakini pia utaona kwamba Mungu anaongeaga na wamama kabla hata ya kuongea na wababa. Angalia, wakati wa Yakobo na Esau, wakati Rebeka amebeba ile mimba ya Yakobo na Esau, wale watoto walikuwa wanapigana tumboni mwake, walikuwa wanasukumana. Akawa anasikia maumivu makali sana. Akaenda akapiga magoti akaomba. Ungakuta ndio wewe sasa hapa sasa hivi mtumishi. Just imagine wadada wa sasa hivi. Tumbo tu kidogo anataka bed rest. Waki pengele. So tuambia Rebeka akaenda akaomba, akamuuliza Mungu, ni kwa nini hawa watoto huku tumboni wanafanya hivi? Mungu akamwambia tumboni kwako kuna mataifa mawili na mdogo atamtawala mkubwa. Hiyo information alipewa mama, hakupewa baba. Mbona? Kwa mama lazima akae vizuri kabisa, ujifunze kumsikia Mungu juu ya destiny ya uzao wako hapo baadaye. So lazima uanze kutengeneza mahusiano yako na Mungu kuanzia sasa hivi, uanze kujifunza kuomba kuanzia sasa hivi. Sijui tunaelewa watumishi? Watumishi mpo? Tupo. Yeah. Kwa hiyo
Kuhusiana na Debora ni hivyo vichache tu ambavyo tunajifunza kwamba lazima uhakikishe ushujaa ulioko ndani yako unaamka. You should be a warrior, mpambanaji. Sio kitu kidogo tu, mimi wananionea unaanza kulia. No. Muda wa kulia umeisha. There is no time for crying anymore. Mwanamke anayeomba hataki kuteseka kwenye maisha. Jifunze kukaa chini, kupiga goti, kumuomba Mungu. Jifunze kusali, jifunze kuombea future yako, jifunze kuombea destiny yako. Sisi hapa tunaambia mke mwema anatoka kwa Bwana. Hivyo hivyo mume mwema anatoka kwa Bwana. Kwa hiyo jifunze kuomba kwa ajili ya future, jifunze kuomba kwa ajili ya mahusiano yako, jifunze kuomba. Yaani hakikisha hujafanya chochote kile kabla hujaomba. Usije ukasahau mstari for the rest of your life. Yeremia sura ya 31 mstari wa 22. Biblia hivi, Bwana afanya jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Na unatakiwa ujue kwamba kwenye swala la kulinda sio kushika simu. No, kwenye maombi, kupiga goti, kuomba, kulinda destiny, kulinda uzao wako. Kwa nini? Hata maangamizi yanapotokea, waathirika wakubwa sana wanakuwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo lazima ujifunze kuomba. Na bado akasema hivi, tutafute wapi wanawake wanaojua kuomboleza, kwa maana mauti imeingia madirishani. So Debora alikuwa ni shujaa, alikuwa warrior, alikuwa ni public figure. Unaona? Na bado alikuwa ni mke. Kwa hiyo imaanisha tukiwa mke wa mtu, nimekuta fulani vile vya kule Instagram vinakwambia if you want a wife anayekaa home, basi ujue kwamba hatapata hela. Usijue mwanamke wa Mithali anyway, tutaangalia Mungu anavyosema, lakini you will see the difference. Na ndio Biblia inasema hivi, msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii ina namna yake. Yaani kuna namna ambapo wameshawaandalia. Utaangalia hizi masuala za women empowerment, wanataka 50-50, iko. Unaona mwanamke anamwambia chochote ambacho mwanaume anafanya mimi mwenyewe naweza kufanya. Umeona? Yaani wanataka 50-50, lakini je, Mungu alivyoweka ndio hivyo? Utakuta ni contrary different kabisa. Wajaribu kuondoa kwenye system, kuondoa. Kwa sababu gani? Mungu hakumuumba mwanamke ili aje struggle hapa duniani. No. Mwanamke anapataga ushindi pale ambapo atakaa kwenye role yake, pale ambapo atakuwa submissive, pale ambapo atakuwa loyal, pale ambapo atakuwa ni warrior kwenye masuala yake, kwenye kila kitu anachokifanya. I hope mmenielewa watumishi. Na kwa sababu muda unazidi kukimbia, niende kwa mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine ni Esther. Esther anawakilisha status ya royalty. Unatakiwa ujue kabisa kwamba every woman must be a queen. Kila mwanamke ni malkia. Kwa amenibana kweli kweli. Unaona? Na mwanamke yote, you should have excellence kwenye vitu unavyovifanya. Kitabu cha Esther wangapi tulishakisoma? Watumishi. Tupo. Wangapi tulishasoma kitabu cha Esther? Hata ukipitia tu. Wimbo wa Bahati Bukuku wa Esther. Okay. Oh, Karen karibu, naona umejoin hapa. So kama ni wimbo wa Bahati Bukuku no problem, lakini watakao ujifunze kwamba Esther alikuwa ni very royal, lakini Esther alikuwa ni queen, ni malkia. Na vitu vya kujifunza ni kwamba mwanamke yote lazima uwe na excellence kwenye kila kitu unachokifanya. Unaona? Kwa nini sasa hivi wanawake wengi hawana excellence, wako very careless with no dignity. Dignity ni nini kwa Kiswahili? Dignity. Yeye unakuta mwanamke amekaa tu, amevaa tu. Yaani kuna mahali ambapo hivi hata niwaambieje mnielewe. Yaani unakuta sehemu yenye vurugu yupo. Yaani watu wanapigana, yeye yupo hapo. Umbea. Mwanamke mbea gani? Haitaki kuwa hivyo. Unatakiwa carry yourself with dignity, with royalty, ukijua kabisa kwamba mimi am a queen. Lazima ufahamu hilo kwamba wewe ni malkia. Biblia inasema hivi, ukiangalia story ya Esther, kwanza anasema Esther alikuwa mzuri wa uso, namba moja. Lakini pia Esther alipata kibali mbele ya mfalme. She found favor. Sio mbele tu ya mfalme, mbele ya mfalme na mbele ya watu wote. Kwa wakati ya vitu ambavyo utakiwa unamwomba Mungu ni kwamba Mungu give me favor. Utaki kuwa unamwambia Mungu nipe hela. Mungu give me favor. Wewe unaja kuomba hela.
wewe pesa zinakufuata, wewe omba favor, kibali. Kibali kwa sababu gani? Kwa sababu mahali popote ambapo pako empty, maana yake hakuna kibali. Kibali kikiwa sehemu yote huwa kinaletaga vitu juu yake. So kati ya vitu ambavyo utakuwa unamuomba Mungu, Mungu akupe kibali kama alivyompa Esther kibali mbele ya mfalme. Kibali kwenye kazi, kibali kwenye ndoa, kibali kwenye kila kitu unachofanya, kibali kwenye masomo. You can pray it. Favor. Favor is very important. Na tutafuta siku tutajifunza tu kuhusiana na favor peke yake. Favor, only favor. Namna gani ya kucultivate favor, namna gani ya kumaintain, kuwalk with favor. Maana kuna watu wanapataka vibali lakini kutembea kwenye hivyo vibali hawawezi. Kwa hiyo lazima uwe deliberate ni sehemu gani unaonekana. Sio kila mahali unatakiwa uwepo. Wewe kama mwanamke ambaye ni malkia, sio kila mahali unatakiwa uwepo. Yaani wewe kila mahali kwenye umbea upo, kwenye udaku upo. No, haitaki kuwa hivyo. Lakini pia namna unavyotokea, namna unavyoapia lazima ubadilishe. Yaani jinsi watu wao kuchukulia inatakiwa tofauti kabisa. Umeona? Lakini pia namna unavyozungumza. Usio unazungumza tu yani kamdomo mwanamke kamdomo. Acha. Why? Because you are a queen. Malkia haongeongee ovyo tu. No. Kwa lazima uangalie sehemu maeneo unayoonekana, namna unavyoonekana, appearance, jinsi unavyoatavaa. Lakini pia namna unavyoongea. Unaona? Kwa lazima ujifunze kwamba unatakiwa uwe be about a purpose and destiny. You are so special. You are so special. Kwa lazima uangalie vitu unavyovifanya. Nimesinarudia tena. Esther alipata kibali mbele ya mfalme. Na Esther alikuwa ni malkia. Na wanawake wote ni malkia. Kwa sababu gani? Kwa sababu miili yenu tu Mungu alivyoiumba, ameiumba in the sense yani kwamba mwili wako mwenyewe ni asset. Na ndio maana kuna wanawake hawataki kufanya kazi. Anachotumia nini? Mwili wake unamuingizia hela. Just imagine. Misuse of resources. Hiyo tozani misuse of resources. Why? Kwa sababu tutasema fahari ya mfalme ni watu wake, lakini fahari pia ya mfalme ni malkia aliyenaye. Kwa lazima ujikari yourself with dignity. Lakini tutakapoendelea kujifunza huko mbele, utakuja kuona kwamba Esther wakati akiwa kwenye maisha ya ndoa, mfalme alimfungia nje siku 30. Hakutaka kuongea naye. Ukuta ndio sasa hivi hapo. Unaweza kusema anipendi, kwa nini anitafuti? Takuwa anipendi. Anijali kabisa. Esther mwenzenu alifungiwa siku 30, hakuna kumuona mfalme. Lakini Esther akaanza kulia wala hakuanza kwenda kwa wazazi wake. No, alichofanya nini? Alifunga 3 days. Alafu akaingia kinyume cha utaratibu. Swala sio kufunga tu, alifunga, baada ya kufunga akatake action. Sasa hivi tutaomba, baada ya kuomba take action. Tutaombea masomo, baada ya kuombea masomo soma. Haimaanishi ukiomba neno unakaa tu hapo Bwana atatenda. No. Baada ya kuomba tuna take action. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anadhihirika pale ambapo tuna take steps. Mnamkumbuka Daudi? Daudi alipoenda kupigana na Goliath. Alipofika pale, kwanza hakwenda kupigana, alipeleka tu chakula. Naona muda wetu unaishi. Alipeleka tu chakula. Lakini akakuta Goliath ilikuwa siku ya ameshatoka kwa siku 30, ilikuwa siku ya 40, anamtukana Mungu na majeshi ya Mungu. Na Mungu amekaa kimya. Amri ya pili ya Mungu inasemaje? Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini kuna mjinga mmoja alikuwa anamtukana. Na Biblia haijaona vyema kutaja matusi. Kwa sababu sana alikuwa anamtukana, ujue alikuwa apronosha matusi. Unaona? Kwa hiyo alimtukana Mungu na majeshi ya Mungu. Na Mungu alikuwa amekaa kimya. Daudi alipotokea mbele akauliza atapewa nini mtu ambaye ataondolea Israeli aibu hii? Kwa nini huyu Filisti anayemtukana Mungu na ambaye hajatairiwa hana agano na Mungu? Unaona? Daudi akamwambia Goliath, leo hii kichwa chako nitawapa ndege. Na Mungu atawapa miili yenu, atatupa sisi hapa. Tuwape ndege. Daudi baada ya kutupiana maneno na Goliath, Daudi baada ya kukiri, hakubaki pale, akamkimbilia, alafu ndo akaokota mawe sasa. Akazungusha lile jiwe, akatupa. Sio jiwe ambalo lilimwangusha Goliath. Mungu alikuwa anasubiria tu mtu asogee ili aonyeshe nguvu zake. Why? Kwa sababu sasa hivi hakuna siku Mungu atashuka hapa chini azaendelee Mungu liko hapa ni abudu. No, sisi ambao tunamwabudu Mungu ndio tutakao tumdhihirishe kwa watu. Kwamba mtu atakiwa ajiulize, Mungu akikaa ndani ya mwanamke anakuaje akuangalie wewe? Why? Kwa sababu wewe Kristo anakaa ndani yako. Biblia sasa hivi miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Msiichafue, mmenunuliwa kwa gharama kubwa.
Kwa hiyo mtukuzeni Bwana katika miili yenu. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, msiichafue. So you should know kabisa kwamba mwili wangu mimi nimebeba Kristo. Kristo yuko ndani yangu. That means hata namna unavyofanya mambo yako, do it deliberately. Yaani usifanye mambo ovyo ovyo tu. No, jua kabisa kwamba mimi ni malkia. Yaani nilivyoumbwa nimeumbwa kwa malkia. Lakini angalia Esther. Esther wakati ameingia kwa mfalme, mfalme anamwambia omba chochote hata kama nusu ya ufalme wangu. Esther kwanza sasa, mfalme naomba gold. Kama sasa hivi. Kiambia omba hela, naomba hela. Unajua sijasuka. Hayo mambo yanatakiwa ufike hiyo level uivuke. So tutaangalia namna gani ya kufanya sasa. Sasa mtumishi mimi nategemea hela nyumbani. Nifanyeje? Tutaangalia what step to take. Hata kama ile unapewa nyumbani, there is no problem. Lakini itakiwa ifike mahali tu wewe ifike mahali tu unapewa omba chochote, unaanza kuomba hela. No. Esther kwa sababu alikuwa ni royal, akaomba kwa ajili ya maisha ya watu, maisha ya Wayahudi. Akamwambia mfalme, mimi na Wayahudi wote tumeandikiwa kuuawa na adui yangu mtezi ni huyu Hamani. Umeona? So Esther alikuwa na opportunity ya kuomba kitu kingine kabisa, lakini aliomba maisha yako. Ni sana wewe sasa hivi, kwa sababu ni malkia, be an intercessor. Omba kwa ajili ya wengine, pray for others, pray kwa ajili ya uzao wako, hata kama hauna sasa hivi uombe. Tumsifu Yesu Kristo. Watumishi washeni mic niwasikie, maana naona mmekaa kimya. Milele amina. Milele amina. Wow, so it's time, so tunaingia kuomba, lakini kabla hatujaomba naomba niulize kama kuna mtu yote mwenye swali. Kuna yote mwenye swali? Mmeelewa vizuri ya leo watumishi? Tumeangalia wanawake watatu tu. Tumemwangalia Ruth, tumeangalia Deborah na tumemwangalia Esther. Ruth, Deborah pamoja na Esther. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea taratibu, wachache afu tutaangalia principle tofauti mpaka uwe knowledgeable. Yaani ujae nondo kabisa. So naomba kama kuna swali lolote. Any question? Watumishi mpo kweli? Tupo lakini Okay, sasa naomba tuandike prayer point pembeni, ili ninaposema tuombe na unaomba usio unashangaa tu hapo unaangalia tu. Kwa hiyo nataja prayer point, utakuwa unaziandika pembeni. Prayer point za kuomba leo. Namba 1 ni Mungu atusaidie tuwe wakakamavu, tenacious woman, ukakamavu kama Deborah. Namba 1 hiyo, prayer point namba 1. Lakini ukakamavu haimaanishi tu kwamba ni kuwa na muscles, no. Ni uwezo wa kupray, uwezo wa kuomba kwa ujasiri. Hivi mnamkumbuka yule mwanamke kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 15? Napo atajia zifu. Nisameni watumishi. Ukienda kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 15 kuanzia mstari wa 21 mpaka 28, utakuta mwanamke Mkaanani. Huyo mwanamke Mkaanani alienda mbele za Yesu, akawa anamwambia Yesu, naomba umponye mtoto wangu. Yesu akamwambia hivi, si vizuri kuwapa mbwa chakula cha watoto. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa anamwambia si vizuri kutoa kile kipawa alichokuwa nacho kwa watu ambao walikuwa sio Wayahudi at that time, kabla gospel haijawa allowed kwa ajili ya Gentiles, kwa ajili ya watu wengine. So alipomwambia hivyo, yule mwanamke akajibu akamwambia hivi, ni kweli bwana wangu, lakini hata mbwa hula mabaki yatoka kwenye meza ya baba yao. Unaona? Yesu akamwambia, sijapata kuona imani kubwa kama hii. Enenda zako na mtoto wako amepona. Sasa ungekuta ni sasa hivi mtu umeomba tu kidogo hujaona jibu, unaanza mimi naona Mungu anisikii, unaacha. Lakini ule mwanamke Mkaanani, imagine ni Yesu alikuwa anaongea na Yesu mwenyewe, ambaye ndio sasa hivi tunamwomba. Alikuwa anaongea na Yesu mwenyewe. Yesu akakataa the first time. Lakini ule mwanamke akabaki pale, akapress. Hakutaka kuondoka mpaka apate jibu. The same applied na wewe. Mungu akujalie ujasiri, akujalie ukakamavu wa kuomba mpaka uone matokeo. Swala la kuomba sio swala la kuomba tu mara moja afu unaacha. No. You have to pray daily. Ukisoma kwenye Amplified Bible,
Kama mnazo, unaweza hata ukaingia Google Chrome ukaandika tu Amplified Bible. Andika tu Mathayo 7:7 Amplified Bible. Utaona pale anasema hivi, si ile ombeni nanyi mtapewa. Sasa kwenye Amplified Bible anasema hivi, pray and continue praying. Umeona? Sio uombe tu, omba. Kwa ile ombeni na endeleeni kuomba nanyi mtapewa. Kwa swala sio kuomba tu mara moja pana kuacha, ni kuomba na kupress, kuendelea kuomba. Lakini pia kwenye kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza anasema imewapasa kusali bila kukata tamaa. Kwa hiyo prayer point namba 1 ni hiyo hapo. Mungu atujalie ukakamavu. Tuwe tenacious woman. Tenacious woman. Unaona? Mwanamke mkakamavu, mwanamke ambaye anajua kupress, kuomba kwa bidii. Sio kuomba tu, kuomba kwa bidii. That means nikiombea jambo langu sitaacha mpaka nione limetokea. Why? Because Mungu ameshasema ombeni nanyi mtapewa. So kama sijapata maana yake bado I have to go on. Sio kitu unakiombea tu siku 2-3 umeshaacha. No. Na Biblia inasema hivi. Andiko ni mengi na muda umeisha na tunatakiwa kuomba. So hiyo ni prayer point namba 1. Lakini prayer point nyingine ni Mungu atusaidie kuwa watii na wanyenyekevu. Utii na unyenyekevu. Mfano Ruth, loyalty. Utii na unyenyekevu. Mungu atusaidie tuwe watii na wanyenyekevu. Hiyo ni prayer point namba 2. Tumejifunza kuhusu Ruth, Deborah na Esther. Okay, kuhusiana na Esther, Mungu atusaidie tuweze kuwa royal women. Royal. Hivi mnaandika watumishi au mnanishangaa? Mnaandika? Hello? Tunaandika. Yes. Kwa prayer point namba 1 ni ukakamavu. Namba 2 utii na unyenyekevu. Okay, no problem. Na namba 3 ni royal. Mungu atufanye sisi kuwa royal women. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10 anasema hivi, kwenye ule mstari wa 9 anasema hivi, kwa damu yako, hasa kwa maana ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, kila lugha, kila utaifa na kila jamaa, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo alimwaga damu yake msalabani kwa ajili yako? If it's true, unaamini, maana yake wewe pia umefanywa kuwa ufalme. Na pale akusema umewafanya wafalme na malkia, sasa umewafanya kuwa ufalme na makuhani. That means anybody anayemwamini Kristo anatakiwa awe na kingship roles. Sasa kama hamna mfalme, maana yake kuna malkia. Mnamkumbuka malkia wa England? Mungu atusaidie. Watumishi mpo kweli? Kwa prayer points za leo ni 3 tu. Kwa hiyo ninavyosema tuombe, kati ya vitu ambavyo tunatakiwa uviombe ni hivyo vitu 3. Kwamba Mungu nijalie ujasiri, niweze kuomba kwa ujasiri, nijalie ukakamavu, nisiwe nachoka haraka. Isiwe nikawa naomba dakika 2 tu tayari nishakata moto. Kuna mtu hapa akishaomba dakika 2 tu amemaliza maombi yake yote. Kwanza sio kwamba anaomba, Baba yetu aliye mbinguni imeisha, salamu Maria 3, atukuzwe kashalala. Yaani atukuzwe haijaisha, yeye yuko usingizini. Why? Ni kitu swala kumwomba Mungu kujalia uwe mkakamavu, kuweza kupress kwenye spirit, kuweza kupress kwenye ulimwengu wa roho, kuweza kuomba. Ukisoma kitabu cha Zekaria sura ya 12 mstari wa 10 anasema, katika nyumba ya Daudi na katika mji wa Yerusalemu nitamimina roho ya neema na roho ya kuomba. Kwa hiyo roho ya neema na roho ya kuomba ni kitu Mungu anakumiminia. Sio kwamba eti wewe ni jasiri sana, no. Mungu anaachilia hiyo roho. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kukiomba. Prayer point nyingine hapo, andika roho ya neema na roho ya kuomba. Alafu mstari andika Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Kwa hiyo tukishamaliza, ukipata muda kufungua Biblia, endelea kupitia hiyo mstari niliyokutajia hapo. Endelea kuipitia ili iweze kusimenti kwenye akili yako, iweze kujenga kabisa ndani ya ufahamu wako. Rudia mstari. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Sura ya 12 roho ya neema na roho ya kuomba. Prayer point namba 4, roho ya neema na roho ya kuomba. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10.
Sasa nitamimina katika mji wa Daudi na katika Yerusalemu roho ya neema na roho ya kuomba. So twende mbele za Mungu tuombe. Kwa usijali, omba hapo hapo ulipo, hata kama unaona watu wengi wamekuzunguka, kimya kimya. Mungu anaangalia mioyo. Mungu anaangalia mioyo. Na nitafundisha watumishi kuhusiana na ile swala anavyosema kwamba mnapoomba msiombe kama Mafarisayo, wao wanaomba kwa sauti. Swala sio kuomba kwa sauti, swala ni attitude ya yule anayeomba. Attitude. Kumbuka alikuwa anasema wao wanaomba kwa sauti ili watu wawaone. Kwa ile attitude au kwenye kutoa anasema mkono wako wa kulia, mkono wako kushoto usijue unachotoa mkono wa kulia. Imaanisha eti huu usijue no. Attitude. Kuna watu anaenda anatoa anasema mimi nimechangia milioni 2 na sijaoa. Ili wadada wajue utakaa na hela. Sasa hiyo attitude ndio ambayo Mungu hataki. Umeona? Kwa hiyo swala la kuomba is not about kwamba watu wangapi wameniona. No. It's about mimi naomba nataka watu wanione au naomba kwa ajili ya Mungu. Namuomba Mungu na sio watu. Kwa hakikisha kabisa kwamba unapoomba make sure attitude. Usiogope hata kuomba kwa sauti. Don't worry. Don't worry. Paulo na Sila waliomba na kuimba. Biblia inasema hivi, wafungwa wengine wakiwatazama. Walipokuwa wanatazama wakati wanaomba na kuimba, ndio hivyo walipowatazama wakati milango ya gereza imefunguka. So don't worry. Kuna watu watakuona sasa hivi unaanza basi ajikuta mtu wa kiroho, ajikuta mtu wa kanisa. Don't worry, wakusema usiogope. Wakati utakuwa manager ukiwa unawaajiri. Mungu ametuandalia nafasi katika nchi. Rehoboth. So twende mbele za Mungu kuomba. I hope muda wetu umeisha. Kwa hiyo naomba kila mmoja tutaendelea kuomba tu taratibu.